Hakuna mtu alikuja hapa akakuta pori akasema mimi ndo nimeanzisha Zanzibar. Kweli? Kuna watu walitoka bara Hindi. Kwa maana sisi sote Wazanzibari, sote sisi tumehamia hapa. Lakini wale kutoka India, wale kutoka China, wale kutoka Hadhramut, kote walipokuja hapa hawakukuta mwitu, walikuta watu wakaanzisha makazi na wao. Na ndio maana historia yote nasema watu wa asili wa visiwa Unguja na Pemba ni watu kutoka mwambao, sawa, kuanzia hiyo wa Hadhramut unakuja zako unashuka Tanga, Lamu, Mombasa, sawa, unakuja coastal mpaka ndo watu walikuwa wanakuja kwa uvuvi. Hata sie kwenye mfano mdogo tu, sisi wenyewe tunatoka kwenye kisiwa kikubwa hapa tunaenda kwenye visiwa vidogo hivi, au sio? Kuweka dago, uvuvi. Watu walitoka leo wakaenda Kokota, sio wakaenda kama sisi tunapotoka tunaenda zao Tumisali, tunaenda Njau, au sio? Kwa maana hiyo Zanzibar is a cosmopolitan. Unapombagua mtu ukajifanya wewe ndo Mzanzibari halisi, hilo kosa. Sasa hizo ndo sera zao. Mtu atakwambia muungano, kwani muungano Hussein Mwinyi muungano umeunganishwa hata hajazaliwa. Siende kaburini kwa Karume pale. Au sio? Sasa mtu ni kufilisika. Sisi tunakaa tunawasikiliza wenzetu. Wana sera gani mbadala? Sasa hivi mpewe nchi hapo. Wewe unasema barabara si maendeleo. Unasema maskuli ya Europa si maendeleo. Haya maendeleo ni nini? Jamani tuambizane kweli, maendeleo nini? Leo majengo wa China wale, wakati mimi naangalia sera yao wanafanya, mimi nimeenda China mara 2 kusoma. Walipokuwa Chairman Mao wanafanya reform kwa China. La kwanza mambo matatu: infrastructure na construction. Alijenga miundombinu, akajenga na majengo, lakini akaimarisha nini? Kilimo kwa ajili ya chakula na ulinzi. Hiyo ndio sera. Lakini wewe utaweza kuzalisha chakula vipi miundombinu yako yote mibovu? Kuna irrigation, kuna barabara. Lazima kiongozi makini atajenga miundombinu ya kuweza kusaidia hayo maendeleo yaje. Sasa wenzetu na hili kawaulizeni swala. Kama hayo si maendeleo tusaidie, bandari si maendeleo. Leo nikwambieni Rais Mwinyi kwa kupitia ziara Mheshimiwa Rais Samia tulipokwenda Korea kule, tumepata fedha nyingi za kujenga bandari yetu ya Wete. Sawa? Tunajenga kishukuta bandari yetu, tunasubiri imalizike ile ya Shumba mjini, tufunge tumikele kule, tuanze. Na bandari ile sasa ndio itakuwa multi purpose port kwa Pemba, ambayo itakuwa mizigo kutoka Mombasa, Tanga, hata ipite Unguja. Kwa maana biashara basi imeongezeka. Sasa unasema usi maendeleo. Sasa watusaidie. Maendeleo mimi napata tabu mimi kila nikiwasikiliza kwenye mikutano yao. Mpaka mimi mwenyewe napigia sana jamani, tuswapumbaze wananchi. Sasa maendeleo nini? Tupeni definition ya maendeleo. Sasa swala lako kwamba sisi tumejiandaa na tumejiandaa na mara hii tunakwenda kushinda kwa rais, kwa sababu kinachofanywa na serikali ya Dr. Mwinyi kinaonekana. Tukikwambia tumejenga ole gorofa unaliona. Tukikwambia tumejenga kiwani watoto zamani sisi tulikuwa tunasoma kwenye mabanda, watu wanakaa chini. Leo mtoto anasoma kwenye skuli standard kama Ulaya, anakwenda kwenye maabara. Sio zile vote tulipokuwa tunasoma science wengine tukakimbia. Vitu vote unachorewa kwa chaki tu baoni, hata hujaviona. Leo unakwenda Dr. Mwinyi kajenga maabara za biology na chemistry. Vifaa vote vipo. Kajenga maabara za physics. Kajenga maabara za IT za computers. Leo mtoto mdogo anatumia mitandao ya kijamii, anatumia kompyuta. Wewe hujawahi kusoma, ngoja kusoma huko bwana. Sasa hayo si maendeleo. Leo kule jamaa zangu wako jani, nani alikuwa anafikiria watakuwa na G+3 kule? Leo jamaa zangu wa Micheweni kule chumba kile koko pale, nani alikuwa anafikiria tu? Sasa lazima sisi waandishi tuwaelimishe wananchi na watu waone na wao watuambie maendeleo nini. Sasa kwa maana mimi nataka nikwambie kwa maana system hii haina mjadala. Tunakwenda kushinda kwa sababu kazi kubwa iliyofanywa na Rais Mwinyi, serikali ya awamu ya 8 inaonekana. Sisi kitabu chetu cha ilani chenye kurasa 303 Dr. Mwinyi kakimaliza. Sisi kwenye ilani tumwambia kwenye elimu mfano atujengea madarasa 1500, amesha tujengea madarasa mangapi? 1400 na juzi kachukua pesa nyingine anajenga skuli nyingine za kisasa 20 na ngapi? 23. Sasa haya sisi ndio tunazafsiri maendeleo. Maana taifa lolote wananchi wake wasioelimika, ile taifa hilo limekuwa umfu.
Kwa maana hiyo sisi tunasema tunaenda kushinda, kwa sababu jamaa mpaka sasa hivi wanazunguka tu Hussein Mwinyi sikwao, Muungano, Shavamu, njaa, Maalim Seif. Sasa wananchi watakuchagua kwa Maalim Seif. Maalim Seif sasa hivi yuko huko na Mola wake. Sisi tumwombee dua mzee wetu. Wewe na kumsingizia, unaenda kumlisha maneno ya uongo. Mzee wetu yule, Mungu amrahamu, kametumika, yuko kule, anamsamehe makosa yake. Yeye anaangalia hatima yake ya maisha yake huko katika maisha ya barzai alikuweko. Kwa maana hiyo sisi tunasema kwamba tunakwenda kushinda na tumejiandaa, na unatuona hapa. Sasa wenzetu wao wakizunguka matusi na hayo. Kwa maana sisi tuna tatizo, tunakwenda kushinda kwa sababu hakuna katika kitabu cha ilani Dr. Mwinyi alichokuwa hajakifanya, alichokiahidi. Sote sisi tumekuwa mashahidi hapa. Wakati wa uandikishaji wa daftari na sasa linaendelea la INEC. Kuna skuli unaopita hakuna ujenzi. Ukiacha na magorofa, hata zile skuli za kawaida. Uongo kweli? Sasa tena hapo panataka tochi hapo. Kwa maana hiyo ni kutoa wasiwasi kwamba tunaenda kushinda, kwa sababu kile tulichoahidi wananchi tumekifanya. Masoko tumeyajenga kila pala. Hospitali tumejenga kila pala. Tumejenga mpaka manyumba madaktari pale Abdalla Mzee. Nyumba zaidi ya 82. Na sasa kila hospitali ya wilaya zile tunajenga nyumba za madaktari. Hayo ndio maendeleo.